Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu katika sehemu ya Julianuka. Majina yangu naitwa Dennis Makundi, lakini kwa jina ambalo Mungu amenipa watu waliozoea ni Nabii Dennis Makundi. Lakini mimi pia askofu mkuu wa The Synagogue Ministry of All Nations. Nikikualika kwanza kuangalia kazi ambazo Mungu akiwa amefanya akinitumia mimi mtumishi wake nisiyekuwa na faida, kama Paulo alivyosema kwamba mimi ni mtumishi nisiyekuwa na faida, nimefungwa minyororo ya Kristo. Ukitembelea page zetu za Prophet Dennis Makundi ambayo iko TikTok, ambayo iko Instagram, ambayo iko Facebook na ambayo iko Twitter, ambayo iko pia TikTok, maana kinimalisha mtandao ya kijamii, utaona kazi ambazo Bwana Yesu akifanya na akiwatendea watu. Sio Dennis Makundi, Bwana Yesu akinitumia katika hizo kazi. Wewe huna haja kuuliza tu, kwa sababu utaiona video, fuata, andika tu Prophet Dennis Makundi, utaziona hizo kazi. Lakini pia ukijiridhisha, muombe Bwana neema aweze kukufikisha mahali hapa. Ninajua tuna shida mbalimbali ambazo zinatupata, na Mungu amesema, Yesu akasema, nikiondoka sitawaachia yatima, nitawaletea msaidizi. Na msaidizi huyu ni Roho Mtakatifu ambaye anawatumia watumishi wa Mungu. Ninaamini kabisa kuna watumishi wengi wanatumiwa na Yesu, lakini pia kuna kitu ambacho Yesu amenipa kwa ajili ya watu. Tumeona wagonjwa wakiponya tofauti, watu ambao kwenye vifungo vya roho za familia, ndoto mbaya, ambao wapata watoto, utafuatilia pia utaona. Sasa mwezi huu wa 4 ambao unaendelea mfululizo mpaka kwenye mwezi wa 12, tutakuwa na mfululizo wa ibada za Alhamisi na Jumapili. Kumbuka Alhamisi na Jumapili. Kila Alhamisi na Jumapili tutakuwa na mfululizo wa kuwaombea watu wenye shida mbalimbali. Tutakuwa na ibada, lakini tutakuwa na kipindi maalum cha kuombea watu wenye shida mbalimbali. Shida aina yoyote. Kuna watu ambao wamefungwa kwenye vifungo tofauti. Labda niweke tafsiri moja. Kwa mfano, unaota ndoto mara kwa mara unarudi kijijini na wakati uko mjini, maana yake tayari una spirit of setback, ni roho ya kurudisha nyuma. Kwa mfano, unaota ndoto uko kwenye madarasa ya nyuma ambao umesoma primary nyumbani kwenu, na wakati umeshamaliza chuo kikuu au uko mjini unafanya biashara, maana yake una roho ya mkwamo. Maana yake unaonyesha kwamba huwezi kwenda mbali ukafikia mbali, utarudi tena kwenye mambo ya chini. Unaota ndoto unafanya mapenzi kwenye usingizi, maana yake kimsingi na mtu ambao usemjua au mtoto mdogo, unaota unafanya hata na ndugu, wakati mwingine rose unaona sura tofauti, maana yake una jini mahaba au tunaita spiritual husband. Kwa mwanamke inakuwa ni spiritual husband, kwa mwanaume inakuwa spiritual wife. Watu kama hao hauwezi ukafanikiwa sana, au unaweza usifanikiwe kama nijisikana na kudonate huyu roho ndani yako. Kwa mfano, ukiwa na roho kama hiyo, unaweza kuwa kwenye ndoa usipate watoto. Unaweza kuwa na matatizo ya kukosa mzunguko wako. Unaweza kuwa na shida ya kutokuolewa kabisa. Na wengine wakiota wanafanya mapenzi kwenye usingizi, baada hapo hata kama alikuwa na kazi anaenda kuiomba, anaenda kufanya interview imeisha. Kama biashara inaenda vizuri, maana yake inaisha. Kwa sababu ile roho inachafua mwili na inachafua roho yako, na mambo yanaweza yanakuwa haendi. Lakini mwingine ataota ananyonyesha kwenye usingizi. Kama hujamuomba Mungu kwamba unamtaka mtoto, alafu kaota ni mjamzito, kuna tafsiri mbili. Ujauzito ukaona unazaa, maana yake shida za kazi naondoka. Lakini asilimia nyingi kama unaona umepata ujauzito na unazaa watoto, maana yake kimsingi umezaa watoto wa kiroho. Na mwenye shida kama hiyo au mwenye kuota ndoto kama hizo, naweza atapata watoto atakufa, au hatakuwa apata ujauzito kabisa. Na siku yako mambo mengi naweza nikaongelea. Sasa hayo yote tutakuwa tunayaombea mfululizo wa mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 12. Mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 12. Na kama unataka kujiridhisha, utaangalia kwenye page, utaona watu wengi walikuwa wanatoa shuhuda. Maombezi ni bure. Maandiko akasema tumepewa bure, tunatoa bure. Kuniona ni bure. Ila unapokuja kwa sababu ni ibada, unaweza kutoa sadaka kwa ile ambayo Mungu amekupa. Lakini kuniona ni bure, maombi ni bure. Kumbuka niko Kongoe ya Kibaha. Maana yake kama unatokea mjini, uko Kariakoo, uko Posta, uko Mbezi Luis, wewe ni Mbezi ya kawaida, uko kutoka Tabata, maana yake utapanda magari mpaka Mbezi ya Kimara. Ukifika pale utapanda magari ambayo yanatoka pale Mbezi yalianuka Kongoe au yanaenda Mlandizi. Waambie tu nashuka Kongoe. Kongoe ndio kituo kikubwa kusamini kwa Kongoe. Na ukifika Kongoe pale, wala usihangaike. Boda yoyote utakayemwona, mwambie naenda kwa Nabii Dennis Makundi. Kumbuka hilo neno.
Nabii Dennis Makundi. Nabii Dennis Makundi. Na namba ambayo tayari utakayotumia ili uweze kufika hapa. Namba ya kwanza ni 0715201868. Namba ya pili ni 0754442334. Namba hizo kuzipiga wakati wote utapata maelekezo. Kumbuka ibada ya Jumapili inaanza saa 3 asubuhi. Usijali hata kama utachelewa, unatoka mbali, ukifika saa 5, saa 6 utakuta bado tuna ibada, kwa sababu baadaye inasogea kidogo. Sawa, watu wanatoka sehemu tofauti. Watu wanatoka mjini, watu wanatoka Chamanzi, watu wanatoka Dodoma, watu wanatoka Chalinze, watu wanatoka sehemu nyingi. Kwa hiyo tunaipeleka mbele kidogo ili wewe utakapokuja ukute ibada inaendelea. Lakini kingine, Alhamisi ibada inaanza. Ukija kwenye mazingira saa 8 tuna maombezi, lakini pia tunatoa nabii unatolewa kwa watu. Ukiangalia kwenye hizo page utaona Mungu akimtumia kutoa watu nabii na kuombea watu. Karibu sana, usipange kukosa. Kumbuka nimesema niko Kongoya Kibaha, na nimesema ni mfululizo wa maombi na maombezi kuanzia mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 12, na siku lengwa za kuona mtu mmoja mmoja ndio ya Alhamisi na Jumapili ambao tayari siku ibada, na zote naombea watu bure. Mungu akubariki sana wewe unaiona, na share, like ili watu wengine wajue, hata watu ambao hapo kwenye mtandao ndugu zako na shida. Kumbuka unachoma tu nauli, unachoma muda, unachoma shida zako. Kama watu wa mkoani wanasikiliza, uko Mwanza, uko Kilimanjaro, uko Geita, uko nje hata mji Kenya, kumbuka wewe maelekezo yako ni Tanzania. Ukifika Tanzania maana yako unakuja mpaka pale Ubungo, wewe waambie tunaenda kwa Kongoya Kibaha. Ukifika Kongoya Kibaha maelekezo ndio hayo. Mungu akubariki sana. Wale ambao wanasema watu tunatoka mbali, tutalala wapi? Ziko guest Kongoya. Guest rahisi tu. Guest Kongoya hapa ni shilingi 15 20, unapata sehemu ya kulala na unapata huduma. Mungu akubariki katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na kuombea upate neema kufika katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.